Mwaka 2012 Facebook walinunua Instagram. Yesterday, Instagram was snapped up by Facebook for $1 billion. Hi, this is Alpha Seratevo. Welcome back to Rebrand, where we talk about business, brands, and investments. Mwaka 2012 Facebook walinunua Instagram. With just 13 employees, Instagram is run out of a small San Francisco office that doesn't even have a sign and so far hasn't made any money. Na walinunua kwa thamani ya $1 bilioni. Na most of people, especially wale media personality na watu influential kipindi kile, wali criticize sana hii decision ya Facebook kununua Instagram. Facebook takes 1% of their market cap and goes after a site that has exploded in 500 days to probably almost 50 million users. 30 last time, but with Android exploded. And they take out the only competitor that actually has a shot of hurting them. So has Mark Zuckerberg done this because he sees this as a brilliant new tool to enhance Facebook or to crush a potential opponent by buying them out of the market? I think number two, much more than number one. Ni walinunua kwa thamani ya $1 bilioni, lakini up to now thamani ya Instagram, yani market cap au market capital ni almost 500 B. Sasa hivi kila mtu ambaye alicriticize Instagram kipindi kile ndo anakuwa anakuambia make sure you follow me, you like, comment on my page, on my post. Hii inamaanisha nini? Kipindi Instagram inanunuliwa mwaka 2012 ilikuwa inaonekana kama ni biashara fulani vya hovyo. Yaani how come Facebook walitoa $1 bilioni kununua just a social network ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kushare picha. Na kipindiko Instagram ilikuwa ni special social media au ilikuwa ni application ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kushare tu picha. It's a very simple photo app, started off on the iPhone, just came to Android. The big kind of hook they had was they added filters to the photo world, and hakukuwa na features nyingi ambazo tulikuwa tuko nazo leo, Reels, DM. A lot of things zimekuja kuwa introduced baadaye. Watu hao walo criticize hii biashara ya Facebook kununua Instagram ndo hao ambao wanaitumia kama market platform for different purposes, na walikuwa wanachukulia kama useless application kwenye smartphone, kwamba ile biashara ilikuwa ni hasara. Walikuwa na criticize, wanasema man, this is a useless business ambayo imefanywa na Facebook, kwa sababu haiwezekani unanunua kwa $1 bilioni kwenye just a small app ambayo ni kwa ajili ya kushare tu picha. Na sasa hivi nadhani wenyewe tunaona Instagram ni mtandao mkubwa sana duniani ambao unaingiza pesa nyingi sana kwa Facebook wenyewe pamoja na watu wengine. Yaani ni kama imechukuliwa kama mtandao fulani wa kawaida na unatumiwa na almost watu wengi duniani. Kwa nini Facebook na Mark Zuckerberg waliwaza akasema okay, ngoja tufanye biashara ambayo ilikuwa criticize na watu wengi sana kipindi hiko? Kwanza Mark Zuckerberg aliona kabisa kitu kilichokuwa kimewapata Blockbuster na Yahoo. Tunafahamu kipindi hiko Yahoo ndo ilikuwa ni kama mtandao au ni kama website au application, I don't know, ambayo ilikuwa inatumiwa zaidi na watu wengi kwa ajili ya chat. Ilikuwa kama Facebook. Are we getting a slight sense of another .com boom here when these kind of money is being paid out? Boom or bust? Well, you tell me. I mean, it's obviously a boom. Could it be a boom that leads to a quick bubble burst? We saw that in 2000, and when you look at a company bought for $1 billion that has no revenue, it's a free service, you have to step back and say, whoa, wait a second, what's this all about? Yeah, mimi naamini Facebook ingekufa na possibility tusingekuwa nayo au ingekuwa social media ya kawaida sana. Kwa hiyo Zuck alijifunza kwamba huenda Facebook baadaye ingekuja kupoteza ushawishi, na akaamua kuenda extra mile, kwa sababu Instagram was the future. Yani kipindi Instagram inaanzishwa walikuwa wanaanza mbele sana, walikuwa mbele sana ya muda. Kwa hiyo Zuckerberg akaamua kutake advantage, ndio maana alitoa pesa nyingi sana kuinunua Instagram. Of course, I can say kwamba I hate these old people au watu wazima, old dudes wanakuwa, most of old dudes do hate the modern technologies and discoveries. Yani waga wanafanya kama zionekane zile ni discovery of new virus, kwamba ikitokea tumeanzisha kitu fulani, okay, this is bad. Yani ile business ilikuwa crushed, ilikuwa criticized na watu kwa sababu ilikuwa inaonekana ni biashara fulani vya hasara yani. Na especially wale maguru au watu fulani walikuwa kwenye game, walikuwa wanaona kama huyu Zuck amefanya biashara fulani vya hasara. La ndani ya muda mfupi tu, yeah, it paid off. Paka sasa hivi Instagram ni mtandao fulani hivyo umenyoka na unatumiwa na watu wengi zaidi. Na
hii ni yote kutokana na biashara ambayo alifanya Mark Zuckerberg mwaka 2012. Kwa hiyo sometimes you may wanna do some moves kwenye kitu fulani kwa sababu umeona future yake. What's all needed is just to believe in your thoughts, your feelings, na kufanya kitu ambacho unataka kukifanya. See you on the next one. This is Alpha CR Taifa.